Naam, Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa TAG PMCC Sumbawanga. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika channel yetu pendwa tukihabarishana habari mbalimbali za Kristo kutokea hapa Sumbawanga, lakini kubwa zaidi tukiwa tunafanya maandalizi ya kujiandaa na semina yetu ya siku 7 ambayo tunatarajia itaanza leo katika kanisa letu penzi la TAG PMCC Sumbawanga. Na leo tutakuwa na mwalimu au mhubiri ambaye atakuwa anasimamia masuala ya mafunzo katika semina hiyo, Mchungaji Peter Mahenge kutokea Dar es Salaam katika kanisa la TAG lililopo Tabata. Hapa atatuambia ni nini ambacho Wanasumbawanga ambao watahudhuria katika semina hiyo wanatarajia kukipokea kuanzia leo na siku zinazofuata. Moja kwa moja bila kupoteza muda, naomba twende kwa baba moja kwa moja. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu. Habari ya Dar es Salaam? Yesu mzuri. Dar es Salaam kwema, tunaendelea vizuri na tunampa Yesu utukufu, tumefika salama Sumbawanga. Karibu sana Sumbawanga. Sumbawanga tunamshukuru Mungu, asante sana. Hali ya hewa vipi, unaitofautisha vipi ya Sumbawanga na Dar es Salaam? Hali ya hewa kidogo kuna tofauti kwa sababu kuna joto na Sumbawanga kama unavyojua nyanda za juu kusini. Majira kama haya kuna mvua na nini, mvua na baridi hivyo, lakini sio mbaya. Ni hali ya kawaida na ni hali ya hewa nzuri sana na tulivu. Asante. Labda tukiendelea sasa na interview yetu, labda tunatamani Mtanzania anayetufuatilia kupitia TV yetu ya TAG anatamani kufahamu pengine yale ambayo Roho Mtakatifu amekuongoza kuja kuwapa Wanasumbawanga kuanzia leo na siku zinazoendelea ni yapi, labda ukiongea na Watanzania? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeshafika Sumbawanga. Mimi nimeingia jana kwa neema ya Mungu nikiwa na afya njema, na kwa neema ya Mungu leo tutakuwa tunalianza hilo kongamano la hitimisho la maombi. Watu wa Mungu walikuwa na maombi ya siku 40, lakini wiki hii sasa wanahitimisha haya maombi na wameona wahitimishe kwa kishindo cha kuwa na semina kubwa na ya baraka. Kwa tunaanza leo tarehe 9 na mpaka Jumapili tarehe 15 tutakuwa tunamaliza. Kwa hiyo ninataka tu niwaambie watazamaji ambao mnatazama sasa hivi na kufuatilia kipindi hiki popote mlipo, iwe ni hapa Sumbawanga au mikoa jirani ya karibu na Sumbawanga, na hata kama ni mbali na hapa, sababu kanisa letu hili huwa linarusha ibada hizi live. Hata ukiwa mbali unaweza kuifuatilia kwa mfumo huo. Mungu atafanya vitu vikubwa sana na kutakuwa kuna maadhirisho makubwa sana ya Roho Mtakatifu kwenye hii semina. Kama ambavyo unafahamu Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Kwa tunatarajia kwenye hili hitimisho kishindo kitakuwa kikubwa. Kwa watu wa Sumbawanga jitahidi sana kupatikana kwenye hii semina kuanzia leo, na muda waliouweka wa kuanza semina ni muda rafiki sana ambao unamsaidia mtu yeyote kuweza kufika bila shida. Sababu semina inaanza saa 10 kamili jioni na tunahitimisha saa 12 kamili jioni. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza nikasema watu wajiandae kukutana na Mungu. Okay. Tumezungumzia kwa habari ya kwanza huo muda ambao watu watakuwa wanafika. Labda pengine katika maandalio ya watu gani ambao unatarajia na unatamani ukutane nao kwenye mji huu wa Sumbawanga? Kimsingi ni watu wote. Hili kongamano limeandaliwa kwa ajili ya watu wote, dini zote, lugha zote, kabila zote. Tunawakaribisha sana kwenye hili kongamano, na hata watu wa madhehebu mengine, usifungwe sana na haya majina ya madhehebu, hata watu kutoka kwenye madhehebu mengine tunawakaribisha. Bwana ameandaa kitu kizuri sana kwa ajili ya kuponya mji wa Sumbawanga, lakini pia kukutana na mahitaji ya watu, na bila kusahau ndugu mtangazaji, tutakuwa tuna muda mwingi sana wa maombi na maombezi. Kwa hiyo watu wenye shida, watu wenye changamoto, wagonjwa na watu ambao wanahitaji msaada wa Bwana unaweza ukawaleta kuanzia leo, na neema ya Mungu itakuwa kubwa sana. Labda pengine tukiachilia mbali ule muda wa saa 10 ambao nyinyi mmesha uratibu, lakini pia kama kanisa wameshaonelea kwanza muda wa saa 10 mpaka saa 12 tutakuwa tunakutana na watu wengi. Labda utaratibu wako binafsi ambao umejiwekea kukutana na mtu mmoja mmoja ukiwa katika viwanja hivi vya Sumbawanga ni upi? Kwa sasa hivi tumetaka tujielekeze kwanza watu waje nyumbani mwa Bwana. Sitakutana na mtu mmoja mmoja kwa sababu tuko kwenye hitimisho la maombi, na sisi tunataka watu wote wa mji huu wapate fursa ya kukutana na Bwana kwenye hili kongamano. Na kama kutoka kuna utaratibu, basi kanisa husika
nitautoa utaratibu, lakini kwa sasa hivi ajenda kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wote wa mji huu wa Sumbawanga na watu ambao wako jirani na mkoa wetu mzuri huu wa Rukwa waweze kupatikana kwenye kongamano kuanzia hiyo saa 10 mpaka saa 12 ili wakutane na Bwana kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Kwa hiyo baada ya semina hakutokuwa kuna kukutana na mtu tu. Baada ya semina kuisha saa 12 watu kurudi majumbani, isipokuwa kama itatokea kuna utaratibu mwingine ambao kanisa wenyeji kanisa hili zuri ambalo linachungwa na baba yetu Bishop Blaison Mkumbwa ambaye anafanya kazi kubwa sana kwa msaada wa Roho Mtakatifu kwenye mji huu. Kwa sasa hivi yeye maono yake, furaha yake na njaa yake ni watu wa Sumbawanga bila kujali madhehebu, bila kujali lugha, kabila, watu ondoka wapi, wawepo kwenye kongamano ule muda wa kuanzia saa 10 mpaka saa 12 kamili jioni. Asante sana mchungaji. Ndio. Asante sana mtazamaji wa TAG VMCC Sumbawanga ambaye tumekuwa tukizungumza na baba mchungaji Peter kutokea Dar es Salaam. Ametuambia maandario yake katika kuhakikisha kwamba mwana Sumbawanga na mwana Rukwa unapokea kusudi la Bwana kwenye maisha yako kwa siku hizi 7 ambazo tayari tunaianza leo siku ya kwanza, tunabakiwa na siku 6 kuhakikisha kwamba tunahitimisha maombi yetu ambayo tulianza, nadhani yalikuwa ni ya siku 40. Tunayahitimisha kwa kishindo zaidi kutokea katika viwanja hivi vya Sumbawanga. Mimi nichukue nafasi hii kukukaribisha sana wewe ambaye umetutazama hapa, lakini pia utatutazama tena tukiwa tunafanya live hizo ibada zetu. Lakini kama una nafasi ya kufika ibadani, bora ukafika kuliko kutizama kwenye simu, kwa sababu ukifika kuna namna kuna mguso wa Mungu moja kwa moja ukiwa katika jengo la TAG Victory Sumbawanga. Karibu sana na kukaribisha kwa jina la Yesu. Karibu, usipange kukosa. Kama una jirani yako, mwambie twende, jambo hili ni jambo la kwetu sote na ni la Mungu. Twende tukamtumikie Mungu na pia tukashuhudie matendo makuu ya Bwana. Labda kwa kumalizia, baba mchungaji, kama una lolote la kuambia wana Sumbawanga, karibu. Jambo kubwa tu ni kwamba Bishop Blaison Mkumbwa ambaye ndio mchungaji kiongozi wa hili kanisa zuri, pamoja na mimi mgeni wake kutoka Dar es Salaam, Bwana ametuandaa kwa ajili ya kulifanya shauri lake na kuhudumia mji huu kwa nguvu nyingi za kwake mwenyewe. Kwa hiyo ninakusii sana wewe ambaye unatazama popote na kufuatilia kipindi hiki, njoo usikose. Kuna neema kubwa sana ndani ya hizi siku 7. Mungu akubariki. Nitafurahi sana kama tutakutana kwenye ibada kuanzia leo mpaka hiyo Jumapili tarehe 15. Asante sana.